Ndugu yangu, katika kutembea tembea kwangu nimekutana na askofu moja, nikamuuliza hivi, hii miradi tunaoifanya ndani ya kanisa inatusaidia kitu gani? Yeye alichonijibu akaniambia inatupa heshima, kwamba hili kanisa lina miradi linatupa heshima. Nikajaribu kumuuliza kwamba kwa nini inatupa heshima? Kumbe tunatengeneza miradi ndani ya kanisa ili kutupa heshima, ili kanisa liwe na heshima. Lakini sio hiyo miradi kuwasaidia watu. Sio hiyo miradi kuwasaidia wananchi. Hiyo miradi kuwasaidia. Nikamuuliza tena, je, sasa hiyo miradi inawafikieje yatima, inawafikieje wajane, inawafikieje watu wasiojiweza? Akasema ni heshima tu. Nikamuuliza tena, mbona hilo kanisa tunapokwenda kupeleka watoto wetu kwenye shule hizo mnatupiga hela ile ile, ada ni kubwa kama ile ya watu wengine ambao hawakusumbukia hilo kanisa, huo mradi? Akaniambia ndivyo ilivyo tu, inatutengenezea tu heshima. Lakini kaja kutokea wakati fulani hilo kanisa likapata shida, huo mradi ukapata shida, wakaiba hela. Walipoiba zile hela, walipoziiba zile hela, ule mradi ukafilisika, ukashuka. Hao tena watu waliofungua miradi wakaanza kupita ndani ya makanisa wanachangisha, wanasema inua mradi ambao ulikuwa umekufa. Tukamuuliza tena, mbona huu mradi ulikuwa unaendelea vizuri? Wakati unaendelea vizuri, mbona hamkuja kutuambia sasa kwamba huu mradi sasa unaendelea vizuri? Nataka nikwambie, ndivyo walivyo wahuni. Wanatengeneza miradi ndani ya madhehebu kwa faida zao. Watoto wao wanasoma Marekani, watoto wao wanasoma shule nzuri, watoto wao wanaishi maisha mazuri, lakini angalia ndani ya kanisa unakuta kuna watu ni maskini, hawana nyumba, wanalala kwenye mapango, hawana uhakika wa kula chakula, lakini hiyo miradi haiwasaidii. Nataka nikwambie, hiyo miradi ni ya kihuni. Hiyo miradi ni wahuni, wamejitafutia maisha yao, wanatumia mgongo wa Biblia ili kuwateka wengine, ili kuwateka watu wasaidie, lakini wao wanabaki kugombania pesa. Nataka nikwambie siku ya leo, ndugu yangu, soma neno la Mungu. Kaa kwenye neno la Mungu. Kumbuka kwamba ndani ya kanisa kuna wahuni wameingia, kuna mapandikizi ya shetani, kuna mapandikizi ya adui yameingia kwa siri. Mtu akikwambia na kuzia udongo ili achukue hela yako. Mtu anakuambia kuna keke ya upako, huyo ni mnyang'anyi. Mtu anakuambia kanyaga mafuta alafu natoa hela, huyo ni mnyang'anyi. Mtu anakuambia komboa mzaliwa wa kwanza, hao ni wanyang'anyi. Mtu anakuambia uko wako unalana, huyo ni mnyang'anyi, kwa sababu wanachokitafuta ni pesa. Wanatumia masomo ya namna hiyo ili kuwadanganya watu, kuwarubuni watu ili waweze kutoa hela na wapate hela zao. Nataka nikwambie, kana Yesu alipokuja duniani, sikia Yohana akasema, Yohana alipokuja duniani anasema, sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, tubuni na kuiamini Injili. Ukikutana na watu wanaokuambia tubuni na kuiamini Injili, huyo ndio mfuate. Ukikutana na mtu mtumishi na kuambia itengeneze njia ya Bwana, yanyoshe mapito yako, huyo ndio mtumishi wa kweli. Lakini ukikutana na mtumishi anayetanguliza pesa, anatanguliza viambatanishi, huyo ni mtapeli, huyo ni mnyang'anyi ambao Yesu alikutana nao. Alikutana nao live kwenye nyumba ya Baba, akakuta wanafanya biashara, wanafanya unyang'anyi ndani ya ibada, ndani ya biashara. Ndio Yesu alikutana nao. Kwa wanatengeneza miradi kwa ajili ya faida yao, wanatengeneza kanuni fulani ili wajipatie faida. Hawakwambii uache dhambi, hawakwambii tubu dhambi, wanakwambia we njoo tu. Wao wanachukua hela zao, wanakula na watoto wao, wanakula na wake zao, wanafaidi vitu vingi. Ndio Yesu alikutana nao. Yesu alipokuwa anahubiri hekaluni, wakaanza kumtafuta namna ya kumuua. Makuhani, Masadukayo wakanatafuta njia ya kumkamata Yesu ili wapate kumuua, hawakuona. Ndivyo ilivyo. Ukisema kweli, ukisema haki, lazima utatafutwa, lazima utakuwa na maadui wengi. Unapomwambia mtu ukweli kwamba acha dhambi, acha uovu, tayari kuna watu wanainuka na kuanza kukushambulia. Nataka nikwambie ndugu yangu, ukiokoka, simamia haki, simamia haki, simamia haki mpaka kufa. Simamia haki, manake waambie watu ukweli. Ukiwa mtumishi wa Mungu, waambie watu ukweli, usiwafiche. Waambie ukweli, watenda dhambi hawataenda mbinguni. Waambie ukweli, usiwafiche.
Yohana akasema tubuni na kuiamini Injili. Akasema sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Anayekuambia utubu dhambi, huyu anakusaidia tena anakupenda. Anayekuambia itengenezeni njia yako, huyu anakupenda tena ni mtu mzuri wa kumfuata. Nikutakie siku njema. Nikutakie baraka za Bwana. Siku ni za mwisho hizi. Uwe na sikio la kusikia. Uangalie wahubiri watapeli wanaotanguliza hela mbele. Hao ni matapeli, ni wahuni kabisa. Mtu anakuuzia udongo, yeye anachukua hela. Huyo ni muhuni kabisa, ni munyang'anyi, ni tapeli kabisa huyo.